Habari za wakati huu, naitwa Beni. Karibu katika channel ya Mbeli Kuku Farm. Katika channel hii tumekuwa tukielekezana mambo mbalimbali yanayohusu ufugaji kuku. Kwa sasa tutakuwa tunaeleza kuhusu ufugaji kuku pamoja na kilimo cha mazao mbalimbali ya bustani. Kama ni mara kwanza kuingia katika channel hii, gusa neno subscribe liko chini ya video hii. Pia gusa kengele itakayojitokeza, malizia na neno all. Hii itakusaidia wewe kupata taarifa kila tuwekapo video mpya. Pia itatusaidia sisi kujua wangapi wanafuatia video zetu na kuzipenda, ili tuendelee kupata moyo wa kuweka video zingine za mafunzo ya ufugaji wa kuku pamoja na kilimo. Kichwa cha somo letu linasema ratiba sahihi ya chanjo za kuku wa kienyeji pamoja na kuku wa kisasa. Karibu katika video hii ya leo. Leo tutaangalia ratiba muhimu ya chanjo wa kuku wako ili kuwalinda dhidi ya magonjwa hatari ya virusi ambayo sio rahisi kupata dawa za kuyatibu. Chanjo ni muhimu sana kwa kuku, ili kuku wa kienyeji au wa kisasa waweze kukua wanahitaji chanjo. Bila chanjo unaweza ukapata hasara za vifo vya mara kwa mara wa kuku wako. Kuku wako wanaweza kufa au kuambukizana magonjwa kwa haraka kama utakuwa hujawapatia chanjo. Hasa magonjwa ya virusi yakiingia huwa yanasababisha hasara kwa wafugaji wengi bila wenyewe kutarajia, na kusababisha kurudi nyuma katika ufugaji wa kuku. Ukiangalia hapa, hawa kuku wanaonyesha wako bandani, wana afya njema. Hawa kuku walipata chanjo zote ambazo ni muhimu kwao ili wakue wakiwa na afya njema. Ratiba ya chanjo kutokea vifaranga. Katika ufugaji wako, ukichukua vifaranga mfano kuanzia siku ya kwanza, vifaranga hawa watahitaji chanjo. Kuna chanjo ya Marex ambayo mara nyingi kama umenunua kutoka kwenye kiwanda cha uzalishaji, vifaranga wale wanachanjwa kiwandani. Kwa hiyo, katika ufugaji wako wa kuku, wewe utaanza chanjo ambayo itatolewa siku ya 7. Chanjo inayotolewa siku ya 7 ni chanjo ya kideri kupitia mdomo, yani ni dawa ya kunywa au matone machoni. Chanjo ya pili itakuwa ni chanjo ambayo itatolewa siku ya 14. Chanjo hii ni chanjo ya gumboro. Pia nayo inatolewa kwa njia ya maji ya kunywa. Wakati chanjo ya 3 ni marudio ya chanjo ya Newcastle au kideri. Hii chanjo itatolewa siku ya 21. Kwa kuku wa kienyeji na wa mayai kuna chanjo ambayo itatolewa siku ya 28 ambayo itakuwa ni chanjo ya marudio, chanjo ya gumboro marudio. Lakini kwa kuku wa nyama broiler, hii chanjo ya marudio ya gumboro huwa hatutoi kabisa, kwa sababu kuku hawa broiler huwa ikifika siku ya 35 wanaanza kuuzwa. Lakini kwa kuku wa kienyeji na kuku wa kisasa lazima na chanjo ya gumboro utoe. Wakifika mwezi mmoja, yani siku ya 35, utawapatia chanjo ya ndui. Ikifika siku ya 42, unaweza ukawapatia chanjo ya Floyd Typhoid, yani typhoid ya kuku, kama chanjo hii inapatikana mazingira uliopo. Kama ipatikani, basi utawapatia dawa za minyoo. Siku ya 42, kama chanjo ya typhoid itakuwa inapatikana, utapatia chanjo ya typhoid. Kama haipatikani, basi hii kipindi utapatia kuku wako dawa ya minyoo. Hapo kwenye chanjo ya ndui huwa inatolewa kwa njia ya sindano. Pia hapa baada ya kumaliza ratiba hiyo ya chanjo, utatakiwa kurudia kila baada ya miezi 3, utakuwa narudia chanjo moja tu ambayo ni chanjo ya kideri. Kumbuka, hakikisha maji ya kutolea chanjo hayana dawa yoyote, maana yakiwa na dawa yanaweza yakaharibu chanjo yetu na isifanye kazi katika mwili wa kuku. Namba 2, hutakiwi kuchanja kuku wagonjwa. Hata kama imefika ratiba ya kuchanja, siku ya kuchanja, ukakuta kuku ana dalili za ugonjwa, basi anza kutibu kwanza ugonjwa ambao umeuona.
Wakipona ndipo uwachanje hizo chanjo, lakini hutakiwi kutoa chanjo kwa kuku mgonjwa, maana unaweza ukashangaa baada ya kutoa chanjo kuku wakafa wote. 3. Chanjo zihifadhiwe kwenye baridi, friji, muda na kutolewa hadi pale muda utakapofika wa matumizi. Kwa kufuata ratiba hii, kuku wako watakuwa salama dhidi ya magonjwa ya virusi na kusababisha kuku wakakua kwa afya njema. Kitakachobaki hapa wewe ni kupambana yale magonjwa ya matumbo, mfano coccidiosis pamoja na typhoid na kipindupindu, ila magonjwa ya virusi utakuwa kuku wako umewasaidia sana. Kumbuka, naitwa Beni, karibu katika chaneli ya Beni Kuku Farm. Subscribe hapo chini, like video hii, comment kama una swali na share linki. Hii itatupelekea sisi kupata moyo na motisha wa kuzidi kutoa elimu zaidi kuhusu ufugaji wa kuku. Asante kwa kunisikiliza. Twende pamoja katika safari hii ya ufugaji wa kuku.